Bwana Yesu asifiwe. Karibu tujifunze mambo machache hapa kuhusu msamaha. Kwa Yesu kuna msamaha. Ukisoma katika Zaburi ya 130 mstari wa 4 unasema, lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogopwe. Katika kitu ambacho unapaswa kujivunia au unapaswa kukiona kwamba ni cha muhimu sana kwenye maisha yetu au kwenye maisha yako ni msamaha. Na Mungu ameweka fursa au nafasi. Kwa nini kwa Yesu kuna msamaha? Anatupa msamaha ili kuendelea kurejesha mahusiano yetu na yeye. Na anaenda mbali zaidi, anasema ili uogopwe. Mtu ambaye ametubu na ameomba msamaha, kuna kitu ambacho kinaingia kwake. Sio tu msamaha, kuna kitu kinaingia kwake. Hofu ya kumcha Mungu. Anapata kitu kingine ndani yake cha kumcha Mungu. Anaomba msamaha kweli, lakini ile hofu ya kumcha Mungu inaingia ndani yake. Sio hofu ile ambayo inasababisha mtu asifanye mambo ya kimungu. Ni ile hofu ya kutokutenda dhambi, ni ile hofu ya kuendelea kurudi kwenye yale maisha. Ukiona mtu amerudi kuomba msamaha kikweli kweli na Yesu akamsamehe, atakuwa na furaha na amani ndani yake. Pia inakuja hofu ya kumcha Mungu. Ndio maana pale nasema ili wewe uogopwe. Tunamuogopa Mungu kumtenda dhambi kwenye maisha yetu kwa sababu tayari tunajua kwamba ametuondolea dhambi zetu. Kurudi tena kule inatugharimu. Kwa hiyo unakuta mtu anajitahidi, wengine wanaweza kutumia akili zao au fahamu zao kujizuia kutokuingia kwenye dhambi. Kwa hiyo napenda kukutangazia kwamba kwa Yesu kuna msamaha. Unaweza usipate msamaha kwa mtu anaweza kumkosea, asikusamehe. Anaweza kumwambia kabisa, akakutangazia kabisa, sikusamehi na sitakaa nikusamehe. Tumekutana na watu kwa namna hiyo na wametuambia mara nyingi sana kwamba mimi siwezi kukusamehe. Siwezi kusamehe kwa sababu ulivyonikosea, umenikosea kosa kubwa sana. Sitakaa nikusamehe. Mwingine anajiapia kabisa, sitakaa nikusamehe. Lakini Mungu anatupa fursa. Yesu anatupa fursa. Tunapoenda kwake, tunaomba msamaha, tunaomba toba. Yeye anatusamehe. Anapotusamehe, ile hofu ya kuogopa dhambi, ile hofu ya kutokuendelea kufanya dhambi inakuja kwetu. Usione mtu anaishi bila kufanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, kwa sababu ipo hofu ndani yake, hofu ambayo inamfanya asiweze kuingia kwenye vitu ambavyo visivyofaa. Wewe napenda kukuambia kwamba kama ulikosea, ulienda kinyume, ulifanya vitu ambavyo visivyofaa mbele za Mungu, jua kwamba kuna msamaha kwa Yesu. Kwake kuna msamaha wa kweli. Sio msamaha wa masimango kwamba nimekusamehe lakini mbona unaendelea kunikosa. Yeye anakikusamehe, amekusamehe kweli kweli. Ndio maana hata kama dhambi zimekuwa nyekundu kiasi gani, yeye anasisafisha, unakuwa mweupe. Kwa hiyo amini kwamba unaweza kusamehewa. Usikae kinyonge ukaonekana kwamba mimi nimefanya mambo mabaya, watu wamekataa kunisamehe, wazazi wangu wamekataa kunisamehe, nilifanya tukio fulani nyumbani, nimefukuzwa nyumbani. Kwa Yesu, kirudi kwa Yesu, anaweza kukusamehe na maisha yakaendelea. Kwa hiyo uwe na tumaini hilo na amini ya kwamba Mungu anasamehe, Yesu anasamehe. Ukienda kwake kwa unyenyekevu, kwa machozi na kwa kweli yake kwamba nakiri kwamba nimekosea, naomba unisamehe, atakusamehe kweli. Mungu akubariki sana. Njoo kwa Yesu, rudi kwa Yesu. Kuna vitu ulivifanya ambavyo visivyofaa. Ulikosea labda kanisa, ulimkosea mchungaji wako, ulimkosea mama yako, ulimkosea baba yako, ulimkosea dada yako, ulimkosea mlezi wako. Vitu vimeenda vibaya na hawakuweza kukusamehe. Hebu rudi kwa Mungu, mwambie Mungu akusamehe. Na ikiwezekana rudi tena kwao, mwambie nisamehe. Rudi mara nyingi zaidi. Ukishindwa peke yako, omba watu wakusaidie. Kama unaona jambo ni la muhimu, omba watu wakusaidie, wakakuombea msamaha. Inawezekana kabisa. Nenda mbele za Mungu, atakusaidia. Nenda mbele za wale watu ambao wamekukosea. Tafuta marafiki zako, tafuta watu wa heshima, wazee wa heshima, tafuta wachungaji, tafuta watu ambao wanaweza kuongea nao, waambie nenda kaniombeeni msamaha, nimekosea. Huo ndio Kristo, na wewe utakuwa mwana wa Mungu. Na wewe ambao bado hujaokoka, hujampa Yesu maisha yako, umefanya mambo mengi sana duniani hapa, umefanya matukio magumu, matukio ambayo yanatisha, fahamu ya kwamba kwa Yesu kuna msamaha. Huo ndio ujumbe wangu kwako leo. Kwa Yesu kuna msamaha. Anaweza kukusamehe dhambi zako kabisa, akakufutia makosa yako yote, kawa mtu mpya kabisa, ukaanza kabisa, yote ya kale yakapita, yakawa mapya kabisa, mambo yakawa mapya, ukawa na maisha mapya, kwanza kumtumikia Mungu katika viwango vingine, kwanza kumtumikia Mungu kwa namna tofauti. Kwa hiyo kwa Yesu kuna msamaha.
njoo kwa Yesu. Dini yako imeweza kuwa imekwambia kwamba unafanya vizuri, unaibia watu, unaharibu maisha ya watu, unaharibu ndoa za watu, unaharibu kazi za watu. Umekaa chini, umegundua kwamba unachokifanya hakiko sahihi, na umesikia ujumbe huu, unachokifanya sio sahihi. Kuna nafasi mbele za Yesu, kwamba kwake kuna msamaha. Mungu akubariki sana. Asante sana.